Ukiwa na madeni unaona kama labda dunia yako karibia inaanguka, unaweza ukawa labda uweze kulala vizuri, unakuwa tunaanza na madeni, madeni yananielemea. Na kusema kweli, ukiwa na madeni sio kwamba huu ndio mwisho wa dunia, hapana. Lakini kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza kufanya ili madeni yako yapungue, uweze kulipa haraka na maisha yako yarudi tu yawe kawaida. Hello, habari, mimi naitwa Happy Msale, karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Kwenye channel hii tunaongelea mambo mbalimbali ya fedha, kuwekeza, kuweka akiba. Kwa kama hivi ni vitu ambavyo vinakufurahisha ama ungependa kujifunza zaidi, karibu ili tuendelee kujifunza pamoja. Leo nataka tuongelee vitu gani ufanye kama umeelemewa na madeni. Ukiwa na madeni unaona kama labda dunia yako karibia inaanguka, unaweza ukawa labda uweze kulala vizuri, unakuwa tunaanza na madeni, madeni yananielemea. Na kusema kweli, ukiwa na madeni sio kwamba huu ndio mwisho wa dunia, hapana. Lakini kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza kufanya ili madeni yako yapungue, uweze kulipa haraka na maisha yako yarudi tu yawe kawaida. Watu wengi sana, zaidi ya 80% ya watu huwa wana madeni. Na unaweza kuwa umechukua madeni yako kwa ajili ya vitu mbalimbali, labda ulikuwa na shida ya hela, labda ulikuwa unataka kununua kitu ukachukua hela, lakini inawezekana kwamba labda umekuwa nyuma sana, hujaweza kulipa kama ulivyotegemea, ama ulikuwa umechukua deni kwa ajili ya biashara haijafanyika ama haijatokea kama ulivyopanga, na unaelemewa na madeni. Kwa hiyo kuwa na madeni sio mwisho wa dunia, lakini kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza kuvifanya ili uweze kulipa ile madeni, maisha yako yarudi kuwa kama kawaida. Kitu cha kwanza cha kufanya ukiwa na madeni mengi ni kwamba tengeneza budget. Budget ni kwamba tu unasema nina hela hii, nitakupokea kiasi hichi cha hela mwezi huu na ninataka nifanye matumizi haya. Kwa hiyo budget sio kwamba tunataka ikunyime, hapana. Tunataka tu kujua kabisa kwamba tunakuwa tuna hela hii na tunakuwa tunapangia kabisa matumizi ya hiyo hela. Kuna vitu vya muhimu ambavyo lazima uviwaze wakati unatengeneza budget. Vile vitu ambavyo lazima uvitumie ili uweze kuishi. Vitu kama chakula, malazi, labda unahitaji nguo, labda unahitaji kusafiri, labda unaenda kazini, lazima uweke hela ya usafiri. Kuna vitu vya muhimu ambavyo lazima uweke kwenye budget yako. Kwenye wakati tunatengeneza budget tunataka kwamba yale mapato yetu yote yaweze yakawa sawa na matumizi yetu. Kwa hiyo ndio kuna vitu ambavyo tutatumia hela zetu, kuna hela tunaweza kusema labda ni za uwekezaji, tunataka kuweka akiba. Kwa hiyo cha kwanza cha muhimu zaidi cha kufanya ni kwamba tengeneza tu budget kwamba haya ni mapato yangu yote ambayo nitapokea mwezi huu, haya ni matumizi yangu yote ambayo nitapokea mwezi huu. Nimetengeneza video za kuhusiana na budget, nitaziweka hapa. Kama hujawahi kuziangalia unaweza pia ukaziangalia ili ukaweza kujifunza 2-3 kuhusiana na kutengeneza budget. Tukisha tengeneza budget yetu, tunaiangalia tena kwa upana zaidi. Je, kwenye matumizi yetu kuna vitu gani ambavyo sio vya lazima? Hatua ya pili ni kwamba tunataka kuacha kutumia hela yetu kwenye vile vitu ambavyo sio vya lazima, ili hii hela ya ziada tunaitumia kwa ajili ya kulipa ya madeni. Kwa hiyo labda unapenda kwenda kwenye migahawa kila siku, unaweza kuamua kwamba kwa mwezi labda ninatumia kiasi fulani kwenda kwenye migahawa. Hiyo hela sio muhimu sana, nitatumia hii kupunguza madeni. Unaiangalia tena vitu gani vile ambavyo sio vya muhimu. Labda kuna sehemu ambayo umesubscribe, kuna subscription zako za kila mwezi, kuna zingine ambazo hata uzitumii, labda ulikuwa umeziweka zamani, kila siku labda unakata tu kwenye account yako hata hujui. Unakuwa tunaangalia, je, ni vitu gani vile ambavyo sio vya muhimu ambao naweza nikatumia kwenye kupunguza madeni yangu. Cha muhimu zaidi ni kwamba tunataka kusema kwamba hakuna kiasi cha hela ambacho ni kidogo. Unaweza ukasema kwamba hii hapa 10,000 ni ndogo, lakini 10,000 ukiziongeza zinakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo hamna kiasi cha hela ambacho ni kidogo. Hela yote ile ambayo unaweza ukaitoa kwenye matumizi ambayo sio lazima, unaitoa unaweka kwenye kuanza kulipa madeni. Na hapa lazima pia tuwe wakali zaidi kidogo kwamba kuna vitu ambavyo sio vile vya muhimu. Badala ya kupika chakula chako, labda unaenda kununua chakula. Hapa ndo muda wa kusema kwamba haya madeni yamenelemea, mwaka huu nataka niyalipe, nifanye nini? Kwa hiyo ndo hivi vitu ambavyo nataka, vile vitu ambavyo sio vya muhimu. Chakula ndio nataka ule, lakini pika labda chakula chako, kula chakula cha nyumbani itakusaidia kulipa madeni yako. Ile vitu ambavyo sio vya muhimu ndio tunataka tunavikata vyote, ili kwa sababu tumeshasema kwamba tumelemewa na haya madeni, tunatumia hii hela yote ambayo tunapata kulipa madeni.
Kitu cha tatu ambacho tutafanya ni kwamba tutamsitisha kuwekeza kwa sasa. Umeshasema kwamba madeni yamenielemea. Tunasema kwamba kwanza tunasitisha kwanza uwekezaji. Hela zote za ziada tunazitumia kwa ajili ya kulipa ya madeni. Cha muhimu zaidi tunachofanya ni kwamba unaweza kuwa umeweka kwamba kwa mfano labda kwa kawaida nasemaga kwamba dola 1000, unaweza ukasema kwamba kwa Kitanzania labda milioni 1 au milioni 2, unaweka tu kwa ajili ya mfuko wa dharura. Kitu chochote ambacho kikitokea unakuwa na hela kwa ajili ya kutumia kwa kitu cha dharura. Zaidi ya hapo, hela yote ambayo labda ulikuwa unatumia kuwekeza unaanza kutumia kulipa madeni yako. Tumesema kwamba hatupendi madeni, tunachukia madeni, kwa unasubiria, unasitiza kwanza uwekezaji, unaanza kulipa madeni. Na sio kwamba tunasema uwekezaji ni mbaya, hapana. Tunataka kwanza kumaliza kitu cha muhimu ambacho ni haya madeni. Unaweza kutoka mpo unawekeza, lakini hata uwekezaji wako labda hata ulikuwa ukupi faida ya kutosha. Unakuta kwamba unalipa hela nyingi zaidi kulipa madeni kuliko hata hiyo faida ambayo unalipa kwenye uwekezaji. Kwa sasa hivi tunasema kwamba hebu tu pause kwanza. Tusitishe kwanza uwekezaji, tuende tukachangamkia ile madeni yetu tuyalipe ili deni zima lianze kupungua. Kitu kingine ambacho tunafanya kama tumelemana madeni ni kwamba hatuchukui madeni mapya. Ndio tumeshasema kwamba tumelemana madeni, tuna madeni mengi sana kulipa, basi hatuchukui madeni mengine hapa. Na najua hii inaweza ikawa ni ngumu zaidi kama umeshazoea kwamba ukiwa na shida fulani unachukua deni, hapana. Ndio maana hata hapo mwanzoni nimesema kwamba lazima pia una mfuko wa dharura. Ili kitu cha dharura kikitokea, kitu ambacho ulikuwa hujakipanga kikitokea, kuna ile ambayo unaweza ukaichukua ili pia inakusaidia kwamba usiweze kuchukua deni lipya. Kwa hiyo kwa hapa tunakuwa wakali, tunasema kwamba hatuchukui madeni mapya. Haya madeni ambayo tulionayo yanatutosha. Ambacho tunataka kufanya zaidi ni kwamba tunaanza kuyachangamkia madeni, tunayalipa ili tuendelee mbele, kwamba tumeshalipa madeni, tunataka kuendelea mbele. Tunataka kulipa madeni yote ili tuendelee na vitu vingine. Kitu cha tano ambacho tunafanya kama tumeelewana madeni kwamba tunaanza kuwaza, je, ni njia gani ambayo tufanye ili tuweze tukaongeza kipato chetu. Ndio labda unaweza kukuta kama labda una kazi yako, umeajiriwa kuanzia labda saa 2 mpaka saa 11 huko kazini. Unaanza kuwaza, je, nifanye nini hivi ambao naweza nikaongeza kipato changu. Labda kuna vitu ambao umebarikiwa kuwa navyo, labda kuna talanta ambazo unazo. Je, nifanye nini ili hizi talanta ziweze kaniongezee hela? Labda unaweza ukachukua kazi ya pili ama utafute tu kazi nyingine, ama kuna vitu ambavyo labda viko nyumbani kwako vitumii. Je, unaweza kaviuza ili ukapata hela ziada ulipe hayo madeni. Kwa cha muhimu zaidi ni kwamba tunaweza kuwaza, je, tutaongezaje kipato chetu? Tufanye nini ili kipato chetu kiongezeke? Kitu cha 6 ambacho tutafanya ili tupunguze yale madeni yetu na mwisho tuyamalize kabisa ni kwamba tunaanza kuyalipa yale madeni. Kuna hii njia ya kulipa madeni ambayo inaitwa debt snowball method, kwamba tunataka tuyachangamkia madeni yetu haraka iwezekanavyo. Na jinsi ya kufanya hivi ni rahisi zaidi, kwamba unakuwa na madeni yako yote na unapanga kuanzia dogo kabisa mpaka kubwa. Kwa unakuta labda unapanga deni langu dogo kabisa ni hili la shilingi fulani, labda ni la riba hii. Deni la pili ni hili la shilingi fulani la riba hii. Unapanga yote kuanzia juu mpaka chini. Kitu cha kwanza cha kufanya ni kwamba tunalichangamkia ile deni la kwanza. Kumbuka ile deni la kwanza ndio dogo zaidi. Na kwenye njia ya kulipa madeni sio tunaangalia zaidi riba. Tunataka tu tujipe motisha. Kwa mfano na madeni 10, unaweza ukachanganyikiwa kwamba madeni ni mengi siwezi kuyalipa. Lakini ukishaangalia umeshapanga ni 10 ndio umeangalia ile dogo, unaweza kukuta ile dogo sio la nyingi. Ukilipa hivi unapata motisha. Ukilipa la pili unapata motisha, la tatu unapata motisha. Hapo tunachotaka kufanya kwamba tupate ile motisha kulipa haya madeni. Na tunapochangamkia madeni tunafanyaje? Tunaangalia, je, zile hela zote ambazo tulikuwa tunazitumia vitu ambavyo sio vya maana, zote hela zote tunatoa tunaziweka kulipa deni. Kama tumeweza kupata kipato zaidi, tunachukua hizo hela tunalipa deni. Yaani tunalichangamkia kwa nguvu zetu zote. Kama kuna kitu ambacho tuliuza tukapata hela, tunachukua hiyo hela tunalipa deni. Utakuta kwamba idadi ya yale madeni yanaanza kupungua. Na yakipungua inakupa motisha ili uweze ukalipa madeni yote. Na cha muhimu pia zaidi ni kwamba wakati tunachangamkia ile deni dogo, unakuwa tu umepanga. Kwa maana mara ya kwanza tumesema kwamba lazima uwe na budget, kwamba tunakuwa tuna budget yetu. Na kwenye budget tutakuwa tumesema kwamba labda madeni yangu yote kima cha chini cha kulipa unakuwa unajua kama ni kiasi fulani. Kwa hiyo unakuwa unajua kwamba labda kila mwezi natakiwa na 100,000 nitakuwa nimelipa kima cha chini ya haya madeni.
kwa sababu pia hatutaki kwamba tuache kabisa kulipa yale madeni hata ya makubwa, alafu wale watu wanaotudai waje waanze kuuza vitu vyetu hapa. Tunataka ndio tuweze tukaendelea na wajibu wetu, tutakoba kulipa shilingi fulani kwenye kila deni tunalipa. Hela yote inayobaki, hela yote ambayo tumeuza kitu tukapata, hela yote ambayo tumefanya kazi ya ziada tukapata, hela yote ambayo tumetoa kwenye vile vitu ambavyo sio vya tukipata, tunaanza kuchangamkia ile deni dogo, wakati haya mengine yote yanaendelea kulipwa. Hii itatufanya kwamba tunapata motisha, tunapunguza madeni na bado tunaendelea kupunguza idadi ya madeni. Kwa hivyo ndio cha kufanya ili tuweze tukachangamkia ile madeni, tukapunguza madeni. Hata tunaona kwamba unaweza kulala vizuri ukishalipa madeni yako, unaweza kulala vizuri, hauna msongo wa mawazo, kwa sababu vile vitu ambavyo vilikuwa vinakaa zaidi ya akilini au lali unaviwaza, umeweza kuvitatua. Nimetengeneza video yangu ya jinsi ya kulipa madeni ambayo inatoa hatua zote za jinsi ya kulipa madeni haraka. Kama hujaiangalia nitaiweka hapa ili uweze kuangalia. Kama una comment yoyote ama una maoni mengine yoyote ambayo unaweza kuongezea, unaweza kuongeza hapa chini kwenye comment section. Kama umefurahia hii video na hujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali subscribe. Tutakutana tena wiki ijayo. Kwaheri.